Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karibuni sana kwa Dr. Simbambili, Dr. nguvu ya maono, daktari bingwa. Leo nimekuja tena, maana mnauliza kwa nini bwana umetuleta katika ufalme huu, ufalme wako tena wa mizimu. Nimeleta hapa kwenye ngome ya mizimu kwa sababu mimi nguvu yangu kubwa naitegemea kupitia hapa kwenye mizimu. Kwa hiyo jua kabisa lazima niwalete watu katika ufalme huu, na nashukuru leo kwa kunitembelea tena ndugu zangu, ili niweze kumipa faida nyingine tena. Kuna wale ndugu zao watu wamepotea kwenye mazingira ya kutatanisha, yani wanaambiwa wanaonekana, lakini kwao wameshafanya shughuli ya hatima imeisha. Yani tunazungumzia hapa msukule, ndugu yako aliokuwa msukule, aliopotea msukule, kafa kwenye mazingira ya kutatanisha. Mara nyingi inakuwa ni machezo. Ndugu zangu, nataka nimeambie, njoo kwenye kwa Dr. Simbambili, tutaweza kuwaita hapa hao wachawi ambao wamemchukua ndugu yako ama wamempoteza ndugu yako. Tutawaita hapa mizimuni. Tukishawaita hapa hao wachawi, tunawaamrisha kwa nguvu yaliyokuwa nayo mimi Dr. Simbambili na nguvu ya mizimu yangu, wakamlete huyo mtu hapo alipo na akaletwa hapa. Kwa hiyo wewe mwenye ndugu yako ambaye kapotea muda mrefu sana, lakini kwenye mazingira ya kutatanisha, nione Dr. Simbambili, nguvu ya maono. Karibuni sana, nitaweza kurudishia ndugu yako. Leo niko hapa mizimuni, hapa ndipo ninapojivunia, hapa ndipo ninapokombolea watu matatizo yao. Lakini baada ya hilo, kuna wale watu mara nyingi sana wao wamekuwa ni watu wa kuteteleka, yani usiku wanaota njozi mbaya kabisa, wanakimbizwa na wanyama wakali. Wale wanasumbuliwa sana, mara nyingi inakuwa na mashetani ama majini mabaya. Majini yale yanawasumbua usiku, njoo kwa Dr. Simbambili, nitaweza kuyapiga kisomo na dua zake yataweza kuondoka, utapata uzima uliokuwa nao kama mwanzo. Lakini kuna wale ambao mara nyingi watu wanalalamika sana katika shughuli zao, biashara zao hazikui. Nataka nikwambie, ili uweze kukua, kwanza unatakiwa wewe ubadili mfumo wako wa tabia. Sawa? Ina maana mfumo wa tabia ni nini? Sio muongeaji katika upande wa riziki zako, uweze kubadilisha maisha yako. Unatakiwa utulize kichwa chako, mipango yako iweze kutimia. Kwa hiyo kama una ndugu yako kapotea, nione Daktari Simbambili, nguvu ya maono. Ama alikuwa kaenda mbali kabisa, yani kaenda mbali, unampigia simu anasema misirudi, atakapiga simu kwa mwaka mara moja, hataki kurudi nyumbani, basi nione Dr. Simbambili, nitamrudisha ndugu yako kwa wakati maalum. Vile vile nazungusistizia ndugu zetu hawa ambao wamechukuliwa kwenye mazingira ya kutatanisha, ni msukule, watu wanasema kafa, kumbe hakufa, anaonekana. Mambo haya yapo, na mchawi wako alikufanyia hivyo nitamuita hapa na ataweza kukiri mbele yako na ndugu yako ataweza kurudi. Kwa hiyo karibuni sana kwa Dr. Simbambili, nguvu ya maono. Karibuni mzimuni, karibuni kwenye ngome kulu, ambayo hii ni ngome ya Kituro, tunaita ni ngome ya mizimu ama ngome ya uganga. Karibu sana ndugu yangu, uweze kufanikiwa, uweze kumkomboa ndugu yako aliyopotea. Na kuna familia nyingi sana hazipatani. Hizi familia zokuwa hazipatani, mara nyingi inakuwaga ni changamoto ambazo zina ushirikina ndani yake. Yani wao wamefanywa usda wasiweze kuelewana, ili watu waweze kuwamiliki katika majukumu yao ama katika miji yao au katika mali zao, kwa sababu kuna watu wana mali. Kwa hiyo ili uweze kumiliki mali zao, uweze kudhulumiwa, atakuwa familia kwanza igombanishwe. Kwa hiyo ukiona familia hamwelewani, basi jua kuna jambo linafanyika sio zuri. Kwa hiyo jiulize, kwa nini sisi watu wa 7, 8, 9 hatupatani? Lakini kuna watu wamezaliwa 11 wanaelewana. Jua kabisa hapa pana tatizo, hapa pana usuda umeingia. Usimchukie ndugu yako bila kujua tatizo ni nini, na kushauri nione Dr. Simbambili, nitakwambia ndugu yako ama familia yako tutatuliza vipi, itapatikana upendo. Karibu kwa Dr. Simbambili, nguvu ya maono. Asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.